Alikuwa ndo kazi yake. Tena yeye alizaliwa tu na kupelekwa akiwa na miezi tu. Alipoachishwa tu kupelekwa. Akakaa kwa kuwa kazi yake ni kufanya usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unataka kuamini, wafuatilie wale wadada ambao waga wanakaa kwa wachungaji. Wao kazi yao ni kufua nguo za mchungaji na kuzinyosha na kumpaka. Uwafuatilie kwenye maisha yao, huwa wanakuja kuacha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kazi ya Mungu hiyo ni kubwa sana. Basi leo nataka tupite. Mungu anataka kusema nasi, mimi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unapohubiri mtu mwingine anafikiria huyu anayehubiria labda yeye anayohubiri hayamruhusu, labda inatuhusu tu sisi. Hapana. Hata na mimi ninapokuwa nahubiri, mnamhubiri yoyote hata naposema nitapona kweli kabisa. Miaka 10 sijaza, miaka 10 leo huyu mchungaji anaomba hivi, ngoja tusikie. Anasema lakini msipokuwa na shaka, usipokuwa na mashaka juu ya kile unachokihitaji, anasema ya kwamba mtawaambia mlima huu ng'oka, mtayaambia magonjwa ya ng'oke. Leo yaambie magonjwa ya ng'oke, leo waambie mateso ya ng'oke, leo waambie shida zing'oke, leo waambie mauti ya ng'oke katika jina la Yesu Kristo. Leo ukombolewe. Mungu aongeze imani yako, wagonjwa wapone kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ainue imani yako hata kachembe kadogo tu. Wewe Yesu wako ni wa nini? Bwana asifiwe sana. Hata jirani yangu inaumwa, nisaidie nitegemeze kwa maombi. Hizo kesi ni za wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe Yesu wako, wewe anasema ishara hizi zitaambatana na waaminio. Tena Bwana amesema Yesu mwenyewe kwamba atakayeamini tu kidogo atafanya zaidi ya hili lililofanya na bulani mti ukauke. Atafanya na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima Yesu wako umheshimishe. Hata anakwambia nisegemeshe, ndipo unamwambia funika macho, piga magoti,